Tumeona kwenye Danieli mlango wa 7 mstari wa 6 huyo mnyama wa tatu ambaye maandiko yanasema ya kwamba alikuwa anafanana na chui, alikuwa na mabawa manne kwenye mgongo wake, lakini alikuwa na vichwa vinne. Na huu ni ufalme ambao ulifuata baada ya kuwa ufalme wa Medo-Persia ama ufalme wa Umedi na Uajemi umeanguka. Ule ufalme ulikuja kuinuka baadaye ni ufalme wa Ugiriki ama ufalme wa Uyunani. Ule ufalme ulikuwa umeongozwa na kiongozi ambaye anaitwa Alexander the Great. Lakini Alexander the Great aliingia kwenye utawala akiwa kijana mdogo sana. Maandiko yanasema ya kwamba alitawala kwa muda mfupi sana, ingawaje alikuwa na nguvu sana. Akaangusha wafalme wa Umedi na Uajemi, akiwamo mfalme Asuelo, mfalme Dario, au wote akawaangusha akiwa kijana mdogo. Lakini alikuja akakunywa pombe kulingana vile historia inaeleza, akawa mlevi akafariki. Alipofariki, kama vile tumeona kwenye huu mnyama ambaye ni mfano wa chui, akona mabawa manne katika mgongo wake na akona vichwa vinne. Alikuwa na majemedari wanne, alikuwa na askari wakuu wanne ambao walikuwa wanaongoza jeshi lake. Sasa wale majemedari ndio walikuja kuchukulia utawala wake, wakaendelea kuongoza, ingawaje walikuwa wana nguvu kama vile Alexander the Great alikuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo ile neno ambayo inasema ya kwamba alikuwa na vichwa vinne, alikuwa na mabawa manne katika mgongo wake, inamaanisha symbol kwamba alikuwa na majemedari wanne, ambao wale majemedari ndio ndio walikuja kuchukulia uongozi baadaye. Nataka tuende kwenye ule mstari wa 7. Maandiko yasema hivi: baadaye nikaona katika jozi la usiku, na tazama, mnyama wa nne mwenye kutisha, mwenye nguvu. Sasa huyu ni mnyama mwingine ambaye anasimuliwa hapa. Maandiko yasema ya kwamba Danieli akiwa kwenye ndoto akaona mnyama mwingine ambaye ni mwenye kutisha, mwenye nguvu na mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma. Ukienda kwenye msitu wowote huwezi ukapata mnyama ambaye ako na meno ya chuma. Siku hizi ndio naona watu wanaweka chuma kwenye meno yao. Ona kwamba huyu mtu ako na sijui ni chuma ama ni silver, sijui ni meno aina gani, lakini hauwezi ukapata mnyama ambaye ako na meno ya chuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwenye ndoto ama kwenye unabii ndio kitu ambacho Danieli alikiona. Sasa nataka tuangalie kwa undani huyu mnyama ambaye ako na meno ya chuma ni mnyama wa aina gani? Maana maandiko yanasema hivi: mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vunja vipande na kuyakanyanga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Kwa hivyo kuna sifa ambazo tumeziona kwa huyu mnyama wa nne, ambaye huyu mnyama ametoka baharini ama kwenye makusanyiko ya watu. Huyu mnyama, unabii unasema ya kwamba alikuwa na nguvu, alikuwa na meno ya chuma. Na huu ni utawala wa Urumi, Rumi ya kipagani. Baada ya kuwa utawala wa Ugiriki umeanguka, ambao wale majemedari ndio walikuwa wameshikilia ule utawala, kuliingia utawala mwingine ambao ni utawala wa Rumi. Maandiko yasema ya kwamba walikanyanga mabaki kwa miguu yao. Ule utawala ulikuwa na meno ya chuma. Ina maana kwamba kule kupigana vita, kule kumeza falme zingine, walikuwa wanatumia chuma. Na ukiangalia kwenye ufalme wa Rumi ambao ni Rumi ya kipagani, ambayo ilikuwa inatawala ile miaka ya 168 before Christ, wakatawala mpaka mwaka wa 476 after Christ, wakati ambao Yesu alikuwa
alikuwa hapa duniani, walikuwa wanatumia nguvu ya chuma. Ni ufalme ambao ulikuwa unatambulishwa na chuma. Ndio maana hata ukiangalia kwenye sanamu ambao tulikuwa tumeangalia ya ile ndoto ambao Nebukadneza aliota, utakuja kuona kwamba hiyo sanamu miguu yake ilikuwa ni ya chuma, na ndio utawala ambao ulikuwa ni utawala wa Rumi. Rumi ilikuwa na nguvu kubwa sana, na maandiko yanasema ya kwamba alikuwa ni mnyama ambaye ni mwenye nguvu sana, mnyama wa kutisha. Sasa nataka tusome mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi: nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Huo ni mstari wa 8. Maandiko yanasema ya kwamba nikaangalia sana pembe, nasema nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao. Ukikumbuka vizuri, ukiangalia kwenye hii sanamu ya ndoto ya Nebukadneza, utaona kwamba kwenye nyayo zake kuna vidole ambavyo ni 10, na zile vidole tulisoma tukaona kwamba ni mchanganyiko wa udogo lakini pia chuma. Kwa hivyo wakati ule Rumi ilipokuwa inatawala, kuna falme zingine ambao ziliinuka 10 kutokana kwa Rumi. Baada ya kuwa Rumi imedhoofika, kuna falme zingine ambao ziliinuka, falme zingine 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizi falme nataka nikusomee hizi falme zote ndio uzielewe. Falme wa kwanza ama utawala wa kwanza ambao uliinuka ni utawala wa England, mwingine ni wa France, wengine ni Germany, Italy, Portugal, Switzerland na Spain. Hizo ni tawala 7 ambao hata leo hii tuko na hizo tawala na zimesimama. Lakini pia kuna zingine 3 ambazo maandiko yanasema ya kwamba wakati ule wakati fulani, maandiko yanasema ya kwamba kwenye ule mstari wa 8 ya kwamba iliinuka pembe nyingine, ama pembe inawakilisha mtawala ama mfalme. Wakati ule pembe nyingine ilipoinuka kwa yule mnyama, ile pembe ilipoinuka, kuna pembe zingine 3 zilianguka. Na hizi pembe 3 sija kusomea, ndio ya kwanza ni Eruri, ya pili ni Paldos, ya 3 ni Ostrogoth. Hizo ni falme 3. Ya kwanza ni Eruri, Paldos, Ostrogoth. Hizo leo hii hatuna, kwa sababu wakati ule ilipoinuka ile pembe moja ama mtawala mmoja kati ya wale 10 aliangusha hizo pembe ngapi? Ama hao watawala 3. Sasa nataka nikuonyeshe uhalisia. Kuna kitu nataka ukione hapa. Yule mnyama ambaye tunamzungumzia ndiyo huyu hapa. Sijui kama unaweza ukamuona vizuri. Ukiangalia utaona kwamba huyu mnyama ni mnyama ambaye juu yake akona pembe ngapi? Akona pembe 10, lakini kuna 3 ambazo tayari zimekatika. Wakati ule pembe moja ambao ile pembe iko na kinywa kama cha mwanadamu, ambao hiyo pembe imeinuka. Sijui kama unaangalia vizuri, maana ndio unabii unasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuende kwenye mstari wa ngapi? Kwenye mstari wa 9. Maandiko yasema hivi: nikatazama hata viti. Wacha tuangalie tafsiri sasa ya ule unabii. Although nimeeleza vitu vingi sana, ila nataka tuangalie tafsiri ya huu unabii kwanza.